Tafadhali mkataeni mzee Butiku kwa nguvu zote. Mkataeni huyu mzee. Huyu mzee ni nyoka. Huyu mzee anatumika. Kama mtakumbuka, mtu wa kwanza aliyetoka na kumvunja nguvu na kumtukana Captain Tesha alikuwa ni mzee Butiku. Huyu mzee alimkemea Captain Tesha vibaya mno kwa sababu tu alitoka na kuonesha uchungu na wananchi. Mzee Butiku sio yule wa zamani. Hapa napoambia, na naomba mnielewe, mzee Butiku kesha fanya mikutano zaidi ya 3 na Samia. Yuko Ikulu kama anavyotaka. Kesha fanya mikutano na Mwigulu Nchemba. Kila siku yuko na mikutano na CCM. Wanampanga na kumfundisha jinsi ya kuja kuchota akili za Watanzania ili mkubali kufanya maridhiano. Kama mmemsikiliza leo huyu mzee Butiku, kama mtu ana akili na umemsikiliza, unaona unafiki wake. Anachokifanya ni kwamba sometimes anaongea vitu ambavyo wananchi mnavitaka ili ajijengee credibility, ili sasa muamini, alafu ndio awaingize kule. Kwa sababu CCM wamesha realize kwamba mtu akija tu ile na straight kwamba tunataka maridhiano hivi na hivi, wananchi mnamkataa. So wamekuja na hii plan ya mzee Butiku. Mzee Butiku anajifanya yuko na nyie, alafu hapo hapo anachomekea. Kama mmemsikia, kuna sentence kaongea leo wakati akimsema yule mwenezi wa CCM. Kuna sehemu aliongea akasema hata serikali, hata rais wa nchi bado anahangaika kujua kilichotokea. Alafu wewe unaenda kuongea. Yaani anaongea ni kwamba eti Samia bado anahangaika kujua kilichotokea. Samia kesha sema anajua kilichotokea, na kilichotokea ndio kilitakuwa kutokea. Lakini huyu mzee anajaribu kuwapanga Watanzania. Hakuna maridhiano na watu waliotuua. Hakuna maridhiano baada ya mauaji yale. Tunachokitaka Watanzania sasa hivi ni haki. Haki tu, hatutaki chochote zaidi ya haki. Huyo mzee Butiku Polepole wanamtafuta. Mnajua aliko? Wewe unajua aliko? Wanasema mimi najua. Nataka kuambia leo sijui. Ndio. Kwa sababu mnaeneza kwenye mitandao. Nataka kuwaambia Watanzania sijui. Lakini nilisema naye mara 2 hapa. Mara ya kwanza ananieleza shida zake alizopata kule kwenye kazi Malawi, mwisho akahamishwa akaenda huko. Uniacha niseme hii ni mchango katika mazungumzo haya. Mara ya pili akaja anasema kusiwe na uchaguzi. Mimi nikamwambia kama hakuna uchaguzi hamtakuwa na rais. Kama huna rais, nani ataongoza nchi hapa? Si ni vacuum kama mchagua leo na uchaguzi ndio rais anapatikana. Kama haupo, nani anaongoza nchi yenu? Concepts za no reform no election. Matatizo ya reform na uchaguzi katika vinchi vyetu yapo. Lakini kuzuia uchaguzi ili msipate viongozi, it's a very serious thing. Then nchi inakuwa ina vacuum. Na sasa hivi na vacuum kwa sababu kuna ubishi kwamba huyo sio rais, sio nini. Mara ya 3 atukubaliana akaenda. Mara ya 3 akafika huko akaniambia. Aniambia kwenye simu. Mzee, kama ile agenda haipo, mimi naona niache kazi. Nikamjibu maneno haya: fata dhamira yako. Nilimwambiaje? Fata dhamira yako.
asiniombe ruhusa kama anataka kuacha kazi. Mimi sikumchagua. Fuata dhamira yako. Tangu wakati huo nilichomuona ni kwamba yuko kwenye mitandao. Mwisho nimeona kwenye nyumba yake wanasema damu yake ni hii, lakini sikumuona yeye mwenyewe, sijui alikwenda wapi. Mnajua aliko? That is a serious thing. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo raia wanapotea. Hii ni briefing yenu, lakini tutazungumza kwenye kakarata. Hii ni briefing. Narudia, hatuwezi kuwa na nchi ambako raia wake wanapotea, wanabururu, wanapotelea vichakani. Jambo Tanzania, na wasalimu, na hasa na wasalimu wana CCM. Nataka kuongea maneno fulani machache muhimu sana, muhimu sana sana. Wana CCM, naomba msikilize huu ujumbe nitakaowaambia. Ni muhimu, na ukishapata ujumbe circulate it, isambaze. Ni kitu kibaya sana. Kuna vijana fulani wawili, mmoja simjui jina lake, lakini watu wanamtaja kama muhuni tu hapo Manzese, anaishi hapo, sijui jina lake na wala sitaki kujua jina lake. Yuko na kijana ninayemfahamu anaitwa Joseph Yona. Huyu ninamfahamu vizuri sana. Alikuwa kada mzuri sana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Aliwahi kupata madhila fulani hivi, na miongoni mwa watu waliomsaidia ni mimi, akiwa ametupwa msituni, si wapi pale. Sitaki kuongea hayo mambo sababu ni personal. Waliomfanyia ni personal. Lakini hawa vijana wanaendeleza chuki katika jamii. Alafu naona kama watu wanataka kuwapa attention. Alafu it seems that somebody in CCM anawapa vibakshishi ili waongee yale mambo. Naomba wana CCM mjue kwamba huku sio kujenga chama. Hapa tunakiangamiza chama. Unapojenga chuki kati ya chama na umma, unakiua chama. Kwa mfano, kuna propaganda moja wanasema kwamba makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche anataka kumuua Tundu Lissu kwa sumu. Wamepanga. Kumbuka Lissu yupo gerezani. Kupenyeza hiyo sumu, yani Heche apenyeze hiyo sumu mpaka gerezani, atakuwa ameshirikiana na wanaomlinda Tundu Lissu kwenye kuta za gereza, ambao ni askari magereza. Hii ni kashfa mbaya. Tusifumbie macho mambo kama haya. Huku sio kujenga chama wala sio kumsaidia Samia. These are very cheap politics. Very cheap. Very nonsense. Yani kama wajua Bolen wakati mwingine mnanipa tabu sana kuwaelewesha. Kama kuna mwana CCM analipa hawa wahuni kuongea haya wanayoongea, nimeshaongea hapo nyuma kwamba ili tufanye siasa tusifanye personal attack. Usimuattack Bolen kama Bolen. Yani kwamba huyu mbona tulimkuta nani sehemu fulani pale alikuwa nakula nini matumbo ya nguruwe nini na nini. That's not politics. Ongea siasa ukijua kwamba nchi ina watu zaidi ya milioni 63. Je, wanakuelewa? Leta hoja, a broad hoja. Sasa Heche anataka kwamba hiyo nafikiri kwamba itakuwa imesaidia CCM. Mimi kama mwana CCM
tena kiongozi ndani ya CCM. Hizi siasa ni cheap politics, tusiziruhusu. Piga marufuku kabisa. Ni kama mnapa vielela fulani hapo Lumumba, ila sijui kama anakuja Lumumba, sijui, lakini let's stop this cheap politics. Heche ana uwezo wa kumuua Lissu pale gerezani. Ninamjua Heche, ninamjua Lissu. We are all Tanzanians. Tusiweke hii chuki ya kwamba wewe ukiwa CCM basi wewe you are peculiar. You are not peculiar, you are Tanzanian. Come on man. Bullshit. Naomba hii siasa ikome. Na hawa vijana wahuni, kama usipokoma, namna ya kuwakomesha ni kuwapuuza. Tuwapuuze tu. Crocodilo Madonna. Logos.